Karibu mpenzi mtazamaji, ni kukaribishe kwenye chaneli yetu, uweze kusubscribe kwenye chaneli yetu ili uweze kupata vitu vizuri zaidi. Na mimi naitwa Arnold Juma. Karibu sana, twende pamoja kwenye video yetu ya leo. Na mada yetu ya leo ni mambo 6 muhimu ya kumfanyia mwanamke pindi ambapo mnakuwa mmemaliza kufanya mapenzi. Ni mambo gani ambayo unapaswa kufanya au kumfanyia mpenzi wako au mtu wako pale ambapo unakuwa mmemaliza kufanya mapenzi. Nikukaribishe sana, naitwa Arnold Juma. Usisahau kuweza kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata mambo mengi mazuri zaidi, na kama nilivyokueleza mimi ninaitwa Arnold Juma. Karibu sana kwenye channel yetu hii hapa ya Msemo TV Online. Basi twende moja kwa moja kwenye mada yetu, sikupotezee muda. Ni mambo gani ambayo unapaswa kuyazingatia pale unapokuwa umemaliza kufanya mapenzi na mke wako? Haya ni mambo muhimu sana ambayo unapaswa kuyazingatia wewe kama mwanamke, wewe kama mwanaume, ukiwa na mpenzi wako mnapaswa kuyafanya. Jambo la kwanza ambalo ni la msingi sana ambalo unapaswa kulifanya ni lifuatalo: mfute mpenzi wako. Sasa wanaume na wanawake walio wengi pindi wanapomaliza kufanya mambo yao, yani mapenzi, wengi wao wanakuwa wanajikuta kwamba wanakaa pembeni bila kuzingatiana au kuzingatia vitu muhimu ambavyo vinakuwa vinahitajika wanapomaliza kufanya mapenzi. Yani unakuta mtu akimaliza tu kufanya mapenzi, moja kwa moja huyu anaenda zake, kama ni kunawa ananawa huko, huyu analala kama analala, kama ni kwenda ni kila mtu anaenda kwenye safari zake, kama mko kwenye nyumba za kulala wageni au mlienda show time. Unaona, utakapokuwa umefanya hivyo utakuwa umeharibu swala zima la tendo la ndoa, kwa sababu itaharibu ladha, na siku nyingine utaweza kushindwa ni jinsi gani ya kuweza kumrudia huyo mtu, au yeye ataanza kukuzungusha. Kwa hiyo kuna mambo 6 muhimu ambayo unapaswa kabisa kuyazingatia mpenzi mtazamaji, ili uweze kufikia lengo lenyewe. Naitwa Arnold Juma. Subscribe kwenye channel yetu, na jambo la kwanza kama tulivyosema ni kumfuta mpenzi wako. Hapa sasa hii inamhusu mwanamke, lakini pia muda huo inamhusu mwanaume, lakini sana sana katika hii eneo mwanamke ndio anapaswa kufanya hili jambo la msingi. Tukumbuke kwamba unapokwenda kufanya mapenzi na mpenzi wako, uhakikishe kwamba unakuwa na leso. Tunazungumzia kitambaa safi. Wengine huwa wanawake wanaenda na mitandio, lakini ile mitandio huwa wanaenda nayo kwa ajili ya kujifuta wenyewe, unaona. Lakini wanasahau kwamba anapokuwa umeenda na leso au kitambaa au mtandio, unapokuwa umemaliza kufanya mapenzi, unapaswa kumsafisha mume wako au mtu wako ambaye mmefanya mapenzi, anogewe, amteke, yani umteke kabisa. Na kuteka kwenyewe huwa ndo huku, yani hakuna njia nyingine ya kumteka mwanaume tofauti na kufanya vitu kama hivi, unaona. Na hili ni swala ambalo ni la muhimu sana, unaona. Kitambaa hichi ni maalum kwa kumfuta mpenzi wako pindi mnapokuwa mmemaliza kufanya mapenzi. Hakikisha unapomaliza kufanya mapenzi na mpenzi wako unamfuta jasho mwilini, kupitisha kitambaa chako katika sehemu zake za siri huko chini. Mfute taratibu. Wakati huo usikubali mpenzi wako ajifute mwenyewe, na usisubiri akuambie kwamba umfute, unaona. Jitahidi sana wewe mwanamke kufanya hili swala kwa mpenzi wako au kwa mume wako. Itaongeza sana ladha, na yeye ataona kama unamjali zaidi. Kwa hiyo moja kwa moja ujitahidi umfute mpenzi wako, ufanye vyovyote vile unavyoweza umfute, na uwe na kitambaa safi. Utakaposema kwamba uanzie usoni, kama show ilikuwa ni kali kweli, unakuta muda mwingine anakuwa na nini, anakuwa na jasho. Kwa hiyo hakikisha kama unamfuta jasho lake pale, lakini ukimaliza kufuta jasho, tumesema kwamba mwilini unaweza ukapitisha sasa kitambaa chini. Sasa usitoke kule chini ndio kaenda kufuta jasho juu, anakuwa umeshaingia na uchafu. Hiyo nadhani inaeleweka vizuri. Mpenzi mtazamaji, mimi naomba nikupeleke kwenye njia namba 2, jambo ambalo unapaswa kulifanya.
Jambo la pili, muulize mpenzi wako kama karidhika au bado anahitaji kuendelea. Sasa hili swala mara nyingi sana mwanamke anapokuwa amemuuliza mwanaume, huwa tunalichukulia kwamba yeye mwanamke labda ni malaya au ni konki, tunawaita makonki wale. Hapana. Ni jambo ambalo ni la msingi sana mwanamke anapaswa kulifanya kama kweli ana malengo na huyu mtu na wanapendana kweli. Unaona? Lakini pia mwanaume vile vile kumuuliza mpenzi wako kama karidhika au bado, ili ujiandae na bao nyingine ya pili, ni jambo ambalo ni la muhimu sana kufanya. Lakini huwa inatokea hivi, unapomuuliza anakwambia ndio. Unaona? Anakwambia ndio, nimeridhika. Hawezi kukwambia kwamba bado. Ni wachache sana, labda muwe mmezoeana kidogo ndo atakwambia bado kidogo, au tufanye mara nyingine tena, mara ya tatu. Unaona? Ni wachache sana wanauliza kwanza. Alafu cha pili, wanaoulizwa ni wachache sana ambao wanasema kwamba mimi bado sijaridhika. Unaona? Sasa hili ni jambo ambalo ni la muhimu pia unapaswa kulifanya. Unapaswa kumsoma usoni. Angalia maelekezo. Walio wengi wanapomaliza kufanya mapenzi huwa hawaulizani swali kama hili. Wengi hujistukia na kuamua kuvaa nguo zao na kufanyaje na kuondoka. Na hapa mwandishi anasema hili ni kosa kubwa sana. Unaona? Ni kosa kubwa sana kumaliza kufanya mapenzi ukavaa nguo yako ukafanyaje ukaondoka. Na wengi huwa wanafanya hivi. Unapaswa kumuuliza. Unapaswa kufanyaje? Kumuuliza mpenzi wako. Muulize, je, ameridhika au la? Na kama hajaridhika unaweza ukamwambia, je, unahitaji kuendelea, tuendelee? Kama amechoka atakwambia nimechoka. Na wanawake wengi anakwambia nimeridhika, nimechoka, kumbe bado. Kwa hiyo unachopaswa kufanya wewe ni kumsoma usoni. Unaona? Kumwangalia, je, ameridhika au la? Mara nyingi wanawake hawawezi kuridhika kwa bao moja. Tuseme ukweli. Kwa hiyo hata utakapomuuliza kwamba je, umeridhika, atakwambia ndio, au anaweza kukwambia tuendelee. Yeye mwenyewe ataona kwamba huyu mtu ananijali. Utakapopiga bao la pili, fanya vile vile kwamba unapaswa umuulize, je, ameridhika? Akikwambia anahitaji kuendelea, mnaweza mkapumzika tena, mkapiga story 2-3 huko mbele, nitakueleza jinsi gani ya kufanya, then mnaendelea. Ni jambo la muhimu sana ambalo unapaswa kulifanya. Hata mwanamke pia anapaswa kufanya hili jambo kwa mume wake, ili isionekane kwamba yeye hamridhishi. Unaona? Lakini twende moja kwa moja kwenye njia ya tatu. Njia ya tatu, unapaswa kumuuliza mpenzi wako kama kaenjoy. Yaani hii ya kwanza ya swali la umeridhika, atakapokuwa amekwambia ndio ameridhika, basi utamuuliza umeenjoy. Unaona? Na mwanamke siku zote anaenjoy pale anapokuwa ameridhika. Lakini kwa mwanaume unapokuwa umemwaga moja kwa moja unakuwa umeridhika. Kwa hiyo hili swali linapaswa mwanamke amuulize mwanaume, au mume wake, mpenzi wake amuulize yule mwanaume kwamba je, umeenjoy? Unaona? Je, umeenjoy? Ajue au akwambie bado sijaenjoy. Na wanaume sisi huwa tuna roho ya huruma kidogo. Kwa hiyo mara nyingi tutasema kwamba tumeenjoy. Unaona? Lakini kiufupi unaweza ukawa hujaenjoy sometimes. Unahitaji kukipiga tena baada ya muda mfupi. Unamwambia nimeenjoy lakini nahitaji tena. Kwa hiyo swala la kuenjoy kwa mpenzi inabidi umuulize kama amefurahia tendo. Je, amefurahia tendo au hajafurahia? Na kama hajafurahia, nini kifanyike? Unaona? Kwamba turudie tena, tubadilishe style mbalimbali. Mimi sijaenjoy hii style, nataka hii hapa. Hii style inaniumiza. Unaona? Ni vitu kama hivyo. Usiwe na aibu ya kumuuliza mpenzi wako kama kafurahia tendo au la. Na wengi huwa wanajibu ndio, lakini unapaswa kumsoma wapi? Usoni, kama nilivyosema, uangalie, je, kafurahia? Na hiyo wanawake ndio mnapaswa kufanya sana. Sasa wanaume sisi tunakuwa tumeridhika. Unapokuwa umemwaga tayari, unahitaji labda kutulia kidogo ili urudie tena. Naona? Sasa wewe mwanamke kazi yako ni kumuuliza au kumwangalia, je, kaenjoy style ulizompa, kazifurahia? Kama hajazifurahia, wewe unapaswa kufanya nini? Kimsingi unapaswa kubadilisha style mbalimbali ili yeye aweze kufurahia.
aweze kuenjoy tendo. Je, ulipompangusa na kumfutafuta amejisikiaje? Automatically atakuwa amejisikia vizuri katika namba moja. Umemfutafuta vizuri na nini, atakuwa ameenjoy. Sasa hiyo ndiyo njia ya tatu ya kuweza kufanya, au jambo la tatu ambalo unapaswa kufanya. Lakini tuende moja kwa moja kwenye jambo la 4, kwamba nimerudia kidogo, kuoga pamoja. Usimwache aende kuoga peke yake. Hii sana sana huwa ni kwa wanawake, kwa sababu sisi wanaume mara nyingi ukishajifuta sometimes unaondoka zako. Lakini kwa mwanamke kidogo inakuwa ni changamoto. Mwanamke yeye anapenda anapomaliza kufanya mapenzi aende kuoga. Sasa mwanaume hupaswi kumwacha mwanamke aende kuoga peke yake. Kwa sababu gani? Unapokuwa umeenda kuoga naye, kuna tunasema saikolojia unamtengenezea, au memories kichwani, kumbukumbu kwa Kiswahili. Kuna kumbukumbu fulani hivi unakuwa umemtengenezea, ambazo zitamfanya hata siku nyingine atakapokuwa yuko alone, yuko peke yake, ataweza kukumbuka. Either yuko anaoga, atakumbuka juzi nilikuwa naoga na mpenzi wangu, unaona? Tena inapendeza zaidi mnapokuwa mmeenda kuoga, kama una kiredio kile kidogo, unaenda nacho kule, kinapiga mziki, mnaoga kule kule. Unaweza ukajikuta mnarudia tendo huko huko kwa kuangalia, unapokuwa mnamwangalia mwili mzima na nini, unaweza ukajikuta unapiga chuma nyingine huko huko, mnaoga then mnakuja kitandani, mkikaa kidogo mkapiga story dakika 30 15, unaweza ukajikuta tena unatupia cha tatu bila kuelewa, yani unaona. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa umemaliza tendo, anapokuwa ameenda kuoga, nenda kaoge naye. Na kule unaweza ukafanya mambo mengi sana. Ni pamoja na kumtengenezea memories au kumbukumbu, lakini cha pili unaweza ukajikuta unaamsha kule kule na unarudia tendo. Mwisho wa siku hiyo pia unajua inasaidia kumfanya mwanamke akuone shababi, akuone uko vizuri. Unaweza ukarudia tendo chapu tu haraka haraka. Mtakuwa ni watu wa ajabu sana kama mtamaliza kufanya tendo hilo kisha kila mmoja kulala na majasho yake. Unaona, tunakuta muda mwingine mmechoka na majasho ya kutosha, unakuta huyu analala huku, huyu analala huku. Kama mmepanga au kama ni wapenzi, unakuta kila mtu anasepa zake. Hapana, hakikisha unaenda unaoga naye. Itakuwa ni nzuri zaidi na itafanya hayo niliyokueleza yawe mazuri zaidi. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa umemaliza kufanya mapenzi, msindikize mpenzi wako, nenda umemkumbatia. Kama chumba mmekodi self, unaona, au mmeenda guest self nini, unaenda umemkumbatia. Mnaenda chooni kule, mnaenda bafuni. Kama yeye anataka kwenda chooni, anaenda chooni, mnamsubiri bafuni, mnaoga wote. Unaweza ukakuta unakitupia kingine hapo. Ni swala la msingi, lakini pia utamtengenezea nilivyosema kumbukumbu mbalimbali. La 5, baada ya kufanya hayo yote au mmemaliza kufanya mapenzi, jambo lingine ambalo ni la muhimu sana, unapaswa kumsifia mpenzi wako. Na kama kuna changamoto umegundua, unapaswa kuzikaushia, yani usimwambie muda huo. Either umekuta na harufu mbaya, sometimes hiyo inatokea, au hana mvuto zaidi mwanamke, au hajui staili mbalimbali, yeye ni staili moja tu. Ukimwambia ageuke hivi hataki, anakuambia nimechoka, naumia. Unaona, hayo mambo yote huwa tunakumbana nayo sisi wanaume tunapokuwa tunakutana na wapenzi wetu. Usisahau wala usichukie, wewe msifie, mwambie uko vizuri, nimeenjoy, una matako mazuri, unaona, nimefurahia, unajua sana, umeniweza, vitu kama hivyo. Yani aone kwamba kumbe pamoja na kukataa hivi na hivi, kumbe nikiongeza hili na hili naweza nikafanya vizuri zaidi. Utakuta mwisho wa siku anakupa hata staili hiyo ambayo ulikuwa unaitaka. Lakini utakapokuwa umemaliza kufanya mapenzi, ukaondoka zako, mkawa mnaongelea tu mambo mengine bila kumsifia. Wanawake wanapenda sana kusifiwa. Lakini pia the same kwa mwanamke, unapaswa kumsifia mume wako hata kama kawahi kumaliza. Sasa hili ni jambo ambalo unapaswa kulitilia maanani. Yani usinune kwamba bwana mimi sijalizika, ukaanza kulalamika. Yani kwanza anza kumsifia kwamba uko vizuri, hata kama anakibamia.
wewe msifie, tumwambie uko vizuri, nimeenjoy kwa kweli, nimependa unavyopanda na kushuka, nimependa ulivyonibinua, naomba tufanye tena. Hapo ndo utakuwa umeonyesha ndio hujalizika, lakini unamwambia naomba tufanye tena, jitahidi basi tufanye tena, ni enjoy zaidi jamani, wewe uko vizuri vitu kama hivyo. Yani cheza na akili ya mpenzi wako. Atajisikia hata kama akigundua kwamba unamdanganya, lakini yani ile saikolojia itakuwa imetengenezwa kabisa kwamba I say kumbe hata kama nimemaliza ndani ya sekunde 30, lakini kumbe niko vizuri. Hakuna muda maalum uliotengwa kwa ajili ya wanandoa au wapenzi kusifiana. Hilo linaweza kufanyika wakati wowote, lakini pale mnapomaliza kufanya tendo la ndoa ni lazima utakuwa na jambo zuri la kumwambia mpenzi wako kama ni mwenza wako kwamba kuna vitu nimeenjoy bwana, mambo yako vizuri na nini, yani unamsifia. Na hakuna sehemu ambayo mwanamke anaweza akaona kwamba wewe sio mnafiki pale ambapo mnakuwa mmemaliza tendo. Yeye huwa anajiona kama vile yani hafai tena, ameshajulikana kila kitu. Kwa hiyo ili umrudishe kwenye saikolojia kwamba mama uko vizuri yani nimefurahi, nimeona kabisa mambo yako ni mazuri, atarudi kwenye kujiamini na ataona kumbe huyu hajanidharau, kuna kitu ameona. Unaona, ile itamfanya mwanamke yani apate akukubali na akupende, na hata kutofautisha na watu wengine ambao hawajaangalia hii video. Na ninakwambia ukweli, kama umeangalia hii video na ukasikiliza vizuri, kuna kitu utachukua ambacho kikifanya wewe utaonekana wa tofauti sana kwa mpenzi wako kwa mara ya kwanza. Hakikisha unazungumza maneno ya kumsifia mpenzi wako pale mtakapokuwa mmemaliza. Sio pale mwanzoni tu ambapo unataka kufanya mapenzi una hamu na kila kitu. Ukimaliza ukaondoka, kuna kitu unamharibia kisaikolojia na anaweza akajifili vibaya, au hata mkaachana, au akakutana na fundi mwingine ghafla akamsifia na mwisho wa siku wewe ukajikuta umepoteza mwanangu. Kwa hiyo jitahidi katika hili. The same kwa mwanamke, kama nilivyosema, msifie mume wako. Yani michepuko wanachofanya ndicho hiki. Huwa anakuja kuchukua kozi kama hizi huku. Kwa hiyo jitahidi sana, msifie, mpetipeti, afurahie. Lakini jambo la 6, unapaswa kuzungumza kuhusu maisha. Kama ni wapenzi, muweke mipango huku ukisubiri raundi nyingine. Unaona? Hapa amezungumza vizuri kabisa. Unapaswa kuzungumza kuhusu maisha. Yani muda ule umemaliza, sasa umemsifia na nini, unakaa sasa unaanza kumuuliza vipi, wewe una mpango gani? Kama ni mfanyabiashara, siku hiyo mmepata nafasi ya kuenjoy jioni, basi utamuuliza vipi biashara yako inaendaje? Na wewe kama ni mtumishi labda wa serikali au wa private, au na wewe ni mfanyabiashara, mnazungumza mtafanya nini. Kama ni wapenzi wa kawaida bado hamjaoana, mnaanza kupanga mipango. Sasa una mpango gani na mimi? Una plani gani sasa hivi? Kama ni wanafunzi labda wa chuo, mzungumze kidogo kuhusu masomo. Yani jitahidi sana kwamba lecture wako huko vipi nini, labda mmekutana siku hiyo, mzungumze katika muda huo ambao wewe utakuwa huko unasubiri raundi nyingine ya pili kwenye sex. Utakapokuwa umemtoa kwenye mawazo yale na mkazungumza mambo ya maisha kidogo, mkawa mnaulizana mambo ya msingi, wewe huku utakuwa una regain, unapata hisia tena baadaye. Lakini pia utamfanya yeye asione kama mmesubiri sana hivi, yani unamletea story ambazo zitamkipu busy na nini kiakili, na yeye atapata kitu, lakini pia atakuona wa maana sana. Ataona kabisa hapa nina mtu wa maana. Kama ni nyumbani, hiyo ndio usiseme. Mtapanga na mipango mbalimbali kuangalia ni jinsi gani tutafanya. Kama ni kibanda fulani tukiongeze, tukipunguze, tufanye hivi na hivi. Hiyo inafanya mtu anakuelewa zaidi. Huu ni wakati mwafaka wa kujadili changamoto na malengo katika maisha yenu. Hapa akili zinakuwa zimetulia na kila mmoja anakuwa na mawazo chanya kwa mwenzake. Kumbuka huu ni muda ambao unakuwa sio wa utani. Kama ni kitu mmefanya kweli, sasa unahakikisha unamuingizia kitu cha msingi na cha maisha, atakuona wa maana sana. Nimeshatolea mfano wa kutosha pale, na hii ndiyo njia ya mwisho kabisa ya kuweza kumfanya mwanamke au mwanaume akukubali na akupende zaidi, na aombe kurudia tena siku nyingine, au asikatae kurudia au kukutana na wewe, kwa kufanya haya mambo
sita baada ya kufanya mapenzi. Atakuona kwamba wewe uko vizuri na yani utaonekana wa maana sana, na kimsingi hawezi kukuacha. Kama nilivyosema, mambo sita hayo ni pamoja na kumfanyia mpenzi wako. Ya kwanza tulisema kumfutafuta, na mengine nimeyaelezea pale. Kama hujasikia basi utajaribu kupitia vizuri kama ulikuwa na haraka. Basi niseme asante mpenzi mtazamaji, mimi ninaitwa Arnold Juma. Nikukumbushe kama unamaliza hii video usubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata mambo mengi darasa, mambo mazuri zaidi tunayatoa hapa kwa serious. Hatuna mambo mengi sisi, hatutumii makamera kuzunguka mtaani kutafuta udaku, hapana. Tunatoa elimu ya msingi bure kabisa ambayo itakufanya wewe uweze kuenjoy maisha ya mahusiano kwa ujumla na uwe fundi. Unaona, mambo sita muhimu ya kumfanyia mpenzi wako pindi unapomaliza kufanya mapenzi. Na mada inayofuata ni jinsi gani ya kuweza kuchezea uke mpaka mwanamke aweze kumwaga kabla hata hujafanya tendo la ndoa. Yaani wale watu wa kupiga moja alafu unalala. Ukipiga ile ukiwa unamalizia tu na yeye atakuwa amelala kwa jinsi utakavyokuwa umechezea. Karibu sana, subscribe kwenye channel yetu. Arnold Juma hapa. Tukutane kwenye video inayokuja. Bye.